moyo uliotulia, moyo uliopondeka, moyo uliopondwa na neno la Bwana, moyo uliopondwa na neno la Bwana. Umepondeka, umeshuka, akirudi unapiga magoti, karibu mume wangu, nilikuwa nimekumisi, nimekukumbuka mume wangu, unarudi salama. Moyo uliopondeka, moyo uliopondeka, numbula yono ipigilike. Numbula yono ipigilike. Kuchema kamonga yedika, bitendete malenga yaleta, saka dokiofuga gacha baka puiturua, usaka dokunga gacha, nenge ugali wejera, nani kaza bahadi lukaza, mwoti robo ilinga tilo hano. Numbula yono ipigilike. Numbula ipigilike. Amwande yo mwana Mungu. Weka makofi kwa Bwana Yesu. Weka makofi nyingine kwa Bwana Yesu. Numbula yono ipigilike. Amen. Bwana anasema, tazama naweka jiwe katika Sayuni. Anasema mwamba wa kukwaza, kila anayejikwaa juu ya hilo jiwe anaanguka chini, alafu hilo jiwe linamwangukia. Maandiko yanasema likimwangukia mtu linamsaga piki. Wengine hawajasagwa piki, wengine hawajasagwa. Nenda kampige nyoka. Na ndio maana shetani anafananishwa na nyoka. Piga kichwa kisage, lakini bado mkia unacheza. Haleluya. Haleluya. Jina mlokole lakini anatamani pombe. Mchila wa nzoka. Mchila wa nyoka. Ameokoka lakini anatamani zinaa. Mchila wa nzoka. Yo, tuli nyumi. Ambo kajeje kuona wewe. Mchila wa nzoka. Mchila wa nyoka. Ameokoka lakini ana mchepoko. Kila wanyoka huo. Kila wanyoka. Ameokoka ana matusi kama cherehani. Kila wanzoka. Nyoka. Kweli kapigwa, kichwa kimesagika cha nyoka. Jamani. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwana-kondoo akichinjwa amekufa. Yanasema Kristo alifufuka na uhai wetu umefichwa pamoja na yeye katika Mungu. Tuko na Mungu katikati yetu. Ndio maana tukisema nimeokoka, tokea ulipookoka hakuna tena cha mchina wa nzoka ukarisi. Ukisema nimeokoka, sio tena mchina wa nzoka. Mali unakulambila haikani. Kiburi kinatoka wapi? Jiwe la pembeni limekuangukia, limekusaga tiki. Limekumaliza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wanawake waliookoka hawaitiki yo. Sema baba. Wanaitika abe. Wanaume hawaitiki ye, wanaitika naam. Sio ye. Ye nimeendesha gari yo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Waliokoka wanasalimiana mikono miwili. Sio. Toka hapa. Toka hapa. Salamu gani hizo?
unainama kidogo. Anashukuru, unashukuru, unampasha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hana akaomba akasema, Bwana umuinua mnyonge kutoka mavumbini. Mnyonge, mnyenyekevu, jifunze unyenyekevu. Kaa nyuma. Penda kukaa nyuma. Uwe wa mwisho. Wakisema tunataka masoloisi, nyamaza wakutaje wewe. Acha kujitanguliza. Subiri utajwe, na usipotajwa nyenyekea. Maandiko yanasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Mkono wa Mungu ni hodari, atawakweza kwa wakati wake. Niwaombe Yesu mswani. Jamani, Yesu ni mswani nyewe. Basi nyenyekeeni chini ya mkono. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Mimi nikikaa hapa najua mkono wa Bwana ni hodari, ataniinua. Mimi sitaki kujiinua mwenyewe. Ukijiinua na kushusha mpaka aje kuinue. Haleluya. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, apate kuwakweza kwa wakati wake. Bwana Yesu. Amen. Njoo jaribu kuimba. Nyenyekea. Endelea kunyenyekea. Njoo nyenyekea. Siku nyingine, kisha nikaona malaika mwingine akisema, tayari. Mama unatoa maji tayari. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, apate kuwakweza kwa wakati wake. Unyenyekevu. Hata nyumbani kwako uwe mnyenyekevu. Bwana asifiwe. Mwingine anataka kama paja. Hebu baba na mama nipungie mkono hivi. Bwana ufundishe jambo. Baba na mama anaombisha mara 3. Nani wakula paja? Sawa? Bwana washuhudia. Aliyenisimamia ndoa yangu, unyenyekevu ulimfanya aliepuka kifo. Aliyenisimamia ndoa yangu, unyenyekevu ulimfanya aepuke kifo. Uko tayari nikushuhudie? Amen. Hawa wachumba mnaowasikia hawa, yaani unaweza ukampenda mchumba lakini wazazi wake wasikupende. Hizo leo ni changamoto. Mambo ya kuombea wakati nataka kuchumbia. Vijana mpo? Amen. Omba kibali kwa ule mchumbia na kwa wazazi wake. Wao nasema mimi anipendi. Sasa yule Ezekia yule, miaka ya nyuma kabisa, miaka ya nyuma ya 90. Na baada ya kukosa kwenye hiyo tukio alikaa miaka 10 bila kutaka kuoa, moyo ulikata tamaa. Sawa? Akampata mchumba. Vizuri wakapatana. Lakini wazazi wa yule binti hawamtaki yule. Na ni hasa mzazi wa kike. Zindoa za kupangiana hizi. Huyu simtaki, huyu mimi simpendi. Hivyo nataka umpende mchumba wa mwenzako, mpende wewe. Yaani mimi nataka niolewe, nataka umpende wewe. Usitaleta dhambi kwenye ndoa. Hak. Mama anasema mimi simpendi huyu. Mtoto anamwambia mama mimi nimempenda sana, mimi sasa simpendi. Mimi sio nilikuzaa, mimi simpendi. Mama mwingine hawana adabu, acha niseme hivyo tu. Mchumba gani huyu? Sasa siku ya Jumapili kama leo, Ezekia akawa ametoka huku kwao chali, aliyenisimamia ndoa yangu mimi akaenda kule Mpama kule Saswa. Wamesali Jumapili kama hii kule nyumbani, wamemwagiza yule binti kwamba utakuja na mchumba wako, tumechinja jogoo. Wamechinja jogoo, mchinjia mgeni.
Wakaenda wote kama saizi Jumapili ibada imeisha, wanaenda. Wakapewa chakula. Mama ametoa maelekezo. Akasema hii bakuli ambayo ina nyama nyingi na mapaja yako mle, mpe mchumba wako. Hii si nyama chache, kula mwenyewe. Na kufundisha faida ya unyenyekevu. Abaza kiongozi nataka koloma na gaji. Unapenda kujitanguliza. Yaani yeye aonekane. Yeye ndo wa kwanza. Yeye ndo mkubwa kwenye ukoo. Yaani wamtambue kama nani. Kaa nyuma watakutafuta. Bwana asifiwe. Wakaletewa. Yule binti akasema, mama amesema kule hizi mboga hizi nyama. Anakupenda. Si unajua kuna upendo wa kinafiki. Kuna magari mengine wanaambia tupendane japo kinafiki. Tanacheka mdomoni lakini moyoni analia. Sasa yule alishafundishwa Hezekia masomo ya unyenyekevu, kujishusha, kumwona mtu mwingine anastahili kuliko yeye. Akamwambia sasa, sikiliza, kwa ajili ya upendo na unyenyekevu wangu, acha mimi nile hizi nyama ndogo. Wimbo mwingine unasema acha mimi nipungue, wewe uongezeke. Kubali kupungua, mwingine aongezeke. Kubali kujishusha, mwingine acha aonekane yeye mkubwa. Ni kweli mdogo, lakini hebu acha siku hiyo aonekane ni mkubwa, mwache. Unyenyekevu ni tabia ya Mungu. Mwana sasa, jishusha hata mbele ya mtoto wako tu, nyenyekea mbele yake. Mwana sasa akamwambia, sasa wewe kula hizi nyama nyingi kwa upendo wangu, mimi naacha hizi chache. Yule binti akacheka akasema safi. Akaanza kula. Hezekia akachukua bakuli dogo anakula. Wakati anaendelea kula, yule binti tumbo linaanza kumuuma. Baba. Tumbo linauma. Tumbo. Kaanza kulia. Nyama sasa zimekuwa tena baraka. Hezekia ameenda kuwaita, jamani njoni mwenzangu anauma. Tumbo linamsumbua. Mama wa watu kaja pale anakimbia. Kama mwanzo wake tumbo mama linauma tumbo. Akamuuliza, ulikula mboga ipi? Ulikula mboga gani? Akasema ile kwenye bakuli kubwa. Umejiumiza mwenyewe. Tumbo. Hezekia anasema yule binti nilikuwa nimempakata hivi analia, alifia miguuni mwangu hivi na muone. Mchana polisi wamekuja, yule mama alimbana kidogo, aliweka sumu inaitwa Latox, sumu ya panya. Latox kabebesha sumu yule mama kwenye gari ya polisi, pingu mikononi, chini kuna maiti, twende safari. Hezekia akasema huku ndo kuoa huku. Na vifo vimo kwenye kuoa, sio tambalane. Alikaa miaka 10 bila kupanga kuoa tena. Chumba aliyekuwa amependa kamfia miguuni mwake. Unyenyekevu ulimwokoa. Alikuwa anapenda kujiwa, sema lejeta chima cha remora kina na msalala. Aanze kupiga sasa, anafia pale. Uchumba unamponza. Bwana asifiwe. Vaa moyo wa unyenyekevu. Unyenyekevu ni tabia ya Mungu kabisa. Bwana asifiwe. Soma kitabu cha Wafilipi. Anasema alijinyenyekeza akawa mtii. Wewe nisome nimalizie hapo, Wafilipi sura ya 2.